Haba na haba taifa linazungumza, pale serikali inapokaa na mwananchi pamoja. Haba na haba taifa linazungumza na kujadili malalamiko ya jamii. Karibu sana msikilizaji kwa mara nyingine. Hii ni Haba na Haba ya idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikujia pia kupitia radio wa shirika, ukiwa nami Merigoret Richard na mimi ni Faraja John. Leo katika Haba na Haba tunauliza, je, linapokuja swala la mapato na matumizi katika mitaa yetu, vijiji vyetu na kata zetu, uwazi ni wa kutosha kwa kiasi gani? Tuna kila wiki kikao cha ujenzi wa maabara ambacho tulisema kwamba ni ODC maalumu, tukijumlisha na wenye viti wote wa vitongoji. Je, wananchi wanapata nafasi ya kuelezwa juu ya michango ya miradi ya maendeleo? Alidai kwamba hela zipo tu, yani yeye kwake hela zipo tu, na tukimwambia tuonyeshe anatoa makabrasha mengi. Yote haya ni katika Haba na Haba leo. Unaweza pia kushiriki nasi kwa kuwa mada hii tayari inapatikana katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Facebook ni BBC Haba na Haba, Twitter ni BBC_Haba na Haba, na kwa wale wasio katika mitandao hii ya kijamii, mnaweza pia kututumia ujumbe katika simu yetu ya mkononi ambayo ni 0785236938. Leo taifa likizungumzia kutoka Singida, hoja kuu ikiwa ni uwazi katika masuala ya fedha katika ngazi ya serikali za mitaa. Kabla ya kuianza safari hii ya udadisi juu ya hoja hii, Haba na Haba inabisha hodi katika ofisi ya mchumi wa manispaa ya Singida, Bwana Deus Ruziga. Kwake tunataka kujua taratibu za ugawaji wa fedha kwa ajili ya miradi ziko kwa kiasi gani. Miradi yote ambayo inatekelezwa katika manispaa yetu na halmashauri zote kwa ujumla lazima iibuliwe kutoka kwa wananchi. Inaunganishwa, inakuja kwenye kamati ya maendeleo ya kata na kuijadili na kuipitisha, ndio wanaiunganisha, inawasilishwa makao makuu ya halmashauri. Chombo cha mwisho ambacho kinaidhinisha hii miradi na mipango kwa ujumla ni baraza la madiwani. Miradi ambayo sasa hivi iliibuliwa na kweli wananchi waliikubali ni ujenzi wa maabara. Miradi hii iliibuliwa, kuna fedha za serikali kuu, lakini bado kuna fedha za wananchi ambazo wanachangia kutoka kule. Ni Bwana Deus Ruziga, mchumi kutoka manispaa ya Singida. Msikilizaji, Haba na Haba ikaona haja ya kufuatilia mradi wa ujenzi wa maabara katika shule za sekondari za kata ili kujua ni kwa kiasi gani kumekuwa na uwazi katika ukusanyaji wa fedha na matumizi. Faraja. Ziara ya Haba na Haba mkoani Singida inaanzia katika kata ya Mtipa. Naambatana na mtendaji wa kata hii, Flavia Maria, ndiye msimamizi mkuu wa ujenzi wa maabara ya shule sekondari ya Mtipa. Tulikaa vikao vyetu, tukawa tumeweka makisio kwamba tuna watu wenye uwezo wa kufanya kazi 2,000 na kila mwananchi achangie shilingi 10,000 kwa ajili ya ujenzi wa maabara. Lakini pia wazazi wanachangia shilingi 10,000 kupitia watoto wao wanaosoma hapa sekondari ya Mtipa. Ni shuleni Mtipa. Jengo jipya kubwa jeupe lenye vyumba vitatu liko katika hatua za mwisho za ujenzi. Madirisha yake ya vioo yanalifanya kuwa na mvuto zaidi. Naambiwa hii ndio maabara ya masomo ya fizikia, kemia na biolojia. Hadi sasa ujenzi wake umegharimu zaidi ya shilingi milioni 57 kutoka mfuko wa maendeleo, manispaa, fedha ya mbunge, na wananchi wamechangia zaidi ya shilingi milioni 12. Michango bado inaendelea. Mkuu wa shule hii Bi Maria Pimbi anaikubali hatua iliyofikiwa. Mpaka hapa tulipo tumefikia hatua nzuri. Mchakato ulivyoenda, wanafunzi walishiriki na viongozi wa kata hasa wamefanya kazi nyingi na pamoja na wananchi. Kwa hiyo hadi tulipofikia sasa tunaweza kufanyia hata mitihani yetu ya vitendo mwaka huu katika jengo hili. Sharifa Hamisi ni mwanafunzi wa kidato cha 4 shuleni hapa. Kwanza yanavutia, pili ni makubwa, kwa hiyo hata wanafunzi wa form 4 wote wanaweza kuingia mle ndani. Hatua hii imefikiwa kwa uwazi kiasi gani? Huyu hapa tena ni mtendaji wa kata ya Mtipa, Bi Flaviana Maria. Tuna kila wiki kikao cha ujenzi wa maabara ambacho tulisema kwamba ni ODC maalumu, kamati ya maendeleo ya kata, tukijumlisha na wenye viti wote wa vitongoji. Tunaangalia tumepokea shilingi ngapi na tufanye matumizi gani katika jengo la maabara. Lakini wenye viti wa vitongoji si wajumbe wa kamati ya maendeleo ya kata, yani ODC. Kuhusika kwao katika vikao hivi kumekuwa na maana gani katika mchakato wa uwazi? Kwa sababu wenyewe ndio washiriki wakuu wanaotukusanyia fedha kule kijijini. Kwa hiyo tuliona ni busara tuwashirikishe kama wawakilishi wa wananchi, waone kila kitu kinachofanyika ili kupunguza maswali kwa wananchi. Kwa hiyo wanasema kabisa, leo tulikusanya 1,500,000, tumepanga kununua kitu fulani na fulani, na hivyo vitu
baada ya wiki wanakuja kuviangalia, wanavikuta vipo. Viongozi wa vyama nao hawakuachwa nyuma, kwa sababu wenyewe wakishashika bango kwamba twende tukachangie maabara, wanasikilizwa, na pia tunazisoma hizi taarifa kwenye mikutano mikuu ya vijiji. Hivi ndivyo mambo yalivyo katika kata ya Mtipa. Mary, naona kama kuna uwazi wa kutosha, lakini wananchi wenyewe wanasemaje? Mimi kwa jina naitwa Mohamed Solei tu. Fedha zenu ambazo mnachanga, mnahakikisha vipi kwamba zinafika katika miradi ambayo nyinyi mnakusudia kuifanya? Kila fedha zinakuwa zimekatiwa risiti na tunasomea matumizi na mapato. Lakini huwa mnaenda kukagua miradi ambayo mnakusudia? Tunakwenda kuikagua miradi ambayo tumekwisha kuichangia sisi wananchi. Kwa mfano hivi karibuni mmeenda kukagua mradi gani? Mradi wa maabara. Nadhani siwezi nikasema kwa sababu, kwa sababu ndani ya wiki 3-4 sijaenda kuangalia, lakini kipindi ambacho nimekwenda kuangalia ni kipindi ambacho madirisha kila kitu kimeshawekwa. Msikilizaji wa Haba na Haba, nakutana na mzee wangu mwingine hapa. Mzee, unaitwa nani? Mimi naitwa Juma Lisu. Tunasalimianaje Kinyaturu? Kama ni wewe una mwanamke tunakwambia habariki, alafu unasema njija. Haya, asante sana. Mzee, mnashiriki vipi katika masuala mbalimbali ya fedha katika kijiji chako? Naona masuala ni mazuri tu, tunashiriki vizuri na wananchi, alafu na mtendaji tunaelekea vizuri tu, wala hakuna malumbano yoyote, kwa hiyo tunashiriki vizuri tu kabisa. Asante sana, nakushukuru mzee wangu. Haya, asante. Mimi kwa jina naitwa Salima Isa. Sasa huwa unashiriki kwenye miradi ya kimaendeleo katika kijiji chako? Kwa mfano labda kazi za maendeleo huwa nashiriki na miradi mbalimbali ya kijiji cha Manga. Sasa ulihakikisha vipi kwamba fedha zako ulizochangia zilikwenda katika mradi ambao unakusudiwa? Sijauliza. Kwa nini hujauliza? Ndio hapo sasa. Huwa unawasiliana na kiongozi wako kuhusiana na masuala mbalimbali ya fedha? Sana ni mwenyekiti wa kitongoji. Wakati yeye ndio huwa ni mkusanyaji wa hela zetu. Mary, wakati ukizungumza na wananchi wa kijiji cha Manga, nilizungumza pia na mkurugenzi wa manispaa ya Singida Bwana Joseph Mchina. Lengo ilikuwa ni kujua mbinu zilizotumika, na hasa katika kipindi hiki ambacho kumekuwa na vuta ni kuvute katika uratibu wa fedha katika maeneo mengi nchini. Ni kuwaelekeza watendaji wa kata na vijiji na wenye viti wa mitaa na wenye viti wa vijiji taratibu za uendeshaji wa mamlaka za serikali za mitaa. Serikali za mitaa ni serikali za wananchi wenyewe. Wana haki ya kupata taarifa nini serikali yao inachofanya. Ndio maana unaweza kuona takasi ya maabara kwetu, mapato ya ndani yanachangia, fedha ya serikali inachangia, lakini fedha za wananchi wanachangia. Lakini hata kama mwananchi hana fedha, kuna wananchi wanaenda kutoa nguvu zao site, kwa sababu sio kila mwananchi anaweza kawa na hela kesh. Ni mkurugenzi wa manispaa ya Singida Bwana Joseph Mchina. Unaendelea kuisikiliza Haba na Haba ya idhaa ya Kiswahili ya BBC, ukiwa nami Mary Goret Richard na mwenzangu Faraja John. Haba na Haba, taifa linazungumza. Baadaye katika Haba na Haba, hakuna sheria inayokulazimisha kutoa senti 10 yako kwa vitu ambavyo vinapaswa vifanywe na fedha za umma. Msikilizaji, Haba na Haba sasa inajielekeza upande wa mashariki mwa Singida katika kata ya Ligwa. Tofauti na kata ya Mtipa tulikotoka, Mary. Ndiyo, safari yetu ilikuwa ndefu kidogo. Huku kata ya Ligwa mashariki mwa Singida mambo ni tofauti kidogo. Wenyeji wa hapa hawaikubali michango kwa ajili ya miradi ya maendeleo, na wakazi wa hapa wanasema ni kwa maelekezo ya mbunge wao. Pasco Corneri Sima ni mwenyekiti wa kijiji cha Ligwa. Kweli hali halisi ndio hiyo. Wananchi wamekuwa wazito sana ukiwaambia kuhusu shughuli za uchangiaji wa maendeleo. Yaani wamebwateka, hawataki kabisa kuchangia. Wanadai waliambiwa na mbunge kuna hela zipo kwa ajili ya maabara, mwananchi asihangaishwe kushirikishwa kwa ajili ya shughuli za maendeleo. Alidai kwamba hela zipo tu, yaani yeye kwake hela zipo tu, hatuzioni. Hatuzioni. Na tukimwambia tuonyeshe, anatoa makabrasha mengi. Mwenyekiti, nina mashaka labda hawapati taarifa za mapato na matumizi ya fedha yao ambayo wanachangia. Kwa upande wangu kwa kijiji cha Ligwa, taarifa zote za mapato na matumizi huwa nasoma. Kwa mfano hii tulikaa kwenye serikali tukaambizana kweli tuchangie maabara, lakini mpaka dakika hii tunavyoongea, ndugu mtangazaji, kwa kweli hali ni ngumu. Orodha ya walipa michango ni watu wangapi? Iko kwa mtendaji wa kijiji. Ofisini kwa mtendaji wa kijiji cha Ligwa. Kwa jina ni Jumane Aramuna. Mimi ni mtendaji wa kijiji cha Ligwa. Kuna wananchi ambao wanatakiwa kulipa mchango ni 605. Lakini tayari waliolipa ni watu 20 tu. Na hapa nataka tulipe kama shilingi milioni 3 na kama 25 hivi elfu. Nipo bado katika kijiji cha Ligwa. Naam, hapa nakutana na babu mtu mzima kidogo. Umri wako si haba mzee? Mimi ni mzeeka bwana. Nina miaka 74. Hebu niambie, mnapata taarifa zozote kutoka kwa viongozi juu ya mapato na matumizi ya fedha za kijiji zinazopatikana?
Mimi nimezeeka, nimeacha mambo ya serikali na kuwa mwananchi tu kwangu mraia. Sawa? Mary, unamsikia babu? Namsikia babu, naona hataki kabisa kusikia mambo ya michango, kuchangishana. Anarithisha jukumu hilo kwa vijana. Lakini mtendaji wa kata na diwani hawakupatikana mara moja na safari yetu kutoka kijijini hapo ikaanza, lakini kupitia shule ya sekondari ya Ligwa. Na hapa nilipo sasa ni katika shule ya sekondari ya kata ya Ligwa, ambapo mambo ni tofauti. Mimi ninachokiona hapa ni eneo tu ambalo linatakiwa kujengwa maabara hiyo. Na katika eneo hilo naona kuna mchanga, lakini vile vile naona mawe na matofali ambayo yameanza kufyatuliwa. Nimekutana na mwalimu mkuu wa shule hii ya Ligwa. Naitwa Mwalimu Balilo. Kwa nini hali iko hivi mpaka sasa? Kwa kweli ni kikao cha kwanza leo ndio ilikuwa tukakae. Cha kwanza cha kutuhusisha sisi. Lakini wao ni jinsi gani wamekaa wakaweza kuleta simenti, wakaweza kuleta mchanga, wakapata mfyatua tofali, wakaleta kokoto. Mimi sijawahi kuhusishwa huko, na kamati ya ujenzi nafikiri ndiyo ingekaa kwa mara ya kwanza leo. Msikilizaji wa Haba na Haba, tukiwa njiani kurejea kutoka katika kata hii ya Ligwa, njiani tunakutana na gari ambalo limebeba simenti na ndani yake kuna diwani wa kata hii pamoja na mtendaji ambaye pia ndio msimamizi mkuu wa ujenzi. Kwa jina naitwa Hamisi Ali Kingi, afisa mtendaji wa kata ya Ligwa. Ile ni mifuko mingapi ya simenti? Mifuko 20. Tumeshapeleka mifuko kama 200. Hii ni ya kuongezea tu ya shughuli zinazoendelea pale. Tumepata nafasi ya kutembelea kwenye ile shule ya sekondari pale. Kwa nini hali iko vile? Ni hali iko vile kwa sababu kwenye jimbo letu la Singida Mashariki siasa imeingilia kati. Na hasa mheshimiwa mbunge Tundu Lissu alizuia wananchi kabisa wasichangie shughuli zote za maendeleo. Ndio maana imefanya hali hii imefika mahali tumechelewa, lakini sasa hivi wameshatambua. Halmashauri imewasaidia kiasi gani? Halmashauri ya wilaya Ikungi imesaidia shilingi milioni 5 kwa ajili ya kununua mahitaji ya mwanzo. Tumenunulia simenti, lakini pia nguvu wananchi wamechangia hela kama milioni 1.2 ambaye ndio tumesomba mchanga na zile kokoto za kuanzia kazi. Na sasa hivi tunazungumza na wewe, ndio tunatoka Singida na mkandarasi kwenda kuwekea mikataba. Sasa mkakati wenu ukoje? Mheshimiwa diwani. Naitwa Raymond Mbuga. Yaani wakati wenzetu wanatembea sisi hatutakiwi tutembee, tunatakiwa tukimbie. Muda ni mfinyu sana. Na changamoto kama unavyodai za kisiasa zipo, lakini tutahakikisha hilo tunapambana nalo, tunapata maabara haraka iwezekanavyo. Na lawama zinaendelea kutupwa kwa mbunge wa jimbo la Singida Mashariki Tundu Lissu. Lakini kabla ya kumpa nafasi, nimezungumza na mkuu wa mkoa wa Singida Dr. Perseko Kone baada ya kutembelea kata ya Ligwa. Na ninyi mnajua kuchagua maeneo mabovu Hali ya jimbo la Singida Mashariki sio nzuri. Kuna diwani mmoja ametamka hivyo mbele yangu wa kata ya Iseke. Lakini bahati mbaya ni mchungaji. Niliwahi kushuhudia akiitisha harambee ya kujenga kanisa. Lakini anakataza watu wasijenge shule. Na mimi nawashangaa hawa wanasema hivyo kwa sababu kama ni diwani, yeye ndiye anapendekeza budget. Kama ni mbunge, huyo ndio kabisa. Sasa kama anajua kuna fedha zilizoko serikalini na yeye ndiye alitetea labda hizo fedha zikawepo, ashindweje basi hizo fedha kuleta kuwafikishia wapiga kura wake? Na nawaambia kupitia BBC, maendeleo huwa inatafutwa, haingojewi. Kwa sababu serikali itawajengea kwanza na itawaunga mkono wale wanaochangia maendeleo yao. Alafu baadaye ikimaliza ndio iende kwa wale wanaosubiri maendeleo. Tumejenga sekondari 123 kwa miaka mitatu. Sehemu kubwa ya michango hiyo ni kutoka kwa wananchi. Sasa mbona hawajifunzi kulingana na kufanya kazi wao wenyewe na kuchangia? Ni mkuu wa mkoa wa Singida Dr. Perseko Kone. Kumbuka msikilizaji, mjadala huu pia unajadiliwa katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Like ukurasa wetu wa Facebook ambao ni BBC Haba na Haba. Tufuate pia katika akaunti yetu ya Twitter ambayo ni BBC_Haba na Haba. Unaweza pia kututumia ujumbe wako wa simu ya mkononi kwa nambari 0785236938. Mary, kurasa zetu za mitandao zinasemaje? Tukianza na wewe Moses Kaizilege Ignacio, unasema mimi naona uwazi haupo kwenye kijiji. Kwani unakuta wanamaliza mwaka mzima bila kutusomea mapato na matumizi. Nimalizie na wewe Notabene Emmanuel Mwakamala wa Kiela Mbeya, unasema wala sijawahi kuzuiwa. Isipokuwa huwa wanazuia kutoa mapato na matumizi. Haba na Haba, taifa linazungumza. Studioni tunaye mbunge wa jimbo la Singida Mashariki Tundu Antipas Lissu. Nimepatia jina bila shaka? Umelipatia kabisa. Wewe binafsi umekuwa na msimamo
wa kwamba wananchi hawapaswi kuchangia maendeleo. Hatujawahi kuwa na sheria ya kuwataka wananchi wachangie na inaweka utaratibu wa namna gani hizo fedha zinasimamiwa na zinatumikaje. Kwa watu wanachangishwa, wananyang'anywa mifugo, wananyang'anywa mali zao, wananyang'anywa biashara, hela zinaliwa. Hakuna utaratibu wowote ambao umekuwepo kwa miaka yote hii. Katika kuzungumza na wananchi, hakuna aliyeonyesha kulalamika juu ya kunyang'anywa mali, lakini kilichosema ni kwamba mbunge amezuia. Mimi situnzi pesa za watu wa jimboni kwangu kwenye mifuko yangu. Kwa hiyo kama wanasema kwamba mbunge amezuia, technically sio sahihi. Nilichosema ni kwamba hakuna sheria inayokulazimisha kutoa senti 10 yako kwa vitu ambavyo vinapaswa vifanywe na fedha za umma. Kama serikali inaona haya mambo ni muhimu, na sisemi sio muhimu, iyatengee fedha kwenye bajeti ya serikali na kwenye bajeti ya halmashauri. Mimi nimeangalia karibu kila mwaka kwa miaka 5 kiasi cha fedha ambazo kinatengwa na halmashauri kwa ajili ya mashule haya. Kwa taarifa za serikali inasema hizi pesa hazijatumika, ni mamia ya mamilioni ya shilingi. Halafu wananchi wanachangishwa, halafu hizo hela zinaliwa. Ni kikariri maelezo yako kwamba fedha inakuja lakini haitumiki. Labda una takwimu kwa ufupi sana juu ya fedha ambazo hivi karibuni zimerudi? Ninazungumzia fedha za kuendeshea mashule. Takwimu ambazo ninazo, ningekuja na ngeniambia nije na vitabu vyangu ningekuonyesha. Lakini za mwaka 2012-13 nafikiri zilikuwa jumla kwa nchi nzima shilingi bilioni 24 hazijatumika kwa ajili ya kuendeshea mashule tu. Sasa unawaambia wananchi wachange, halafu una fedha ambazo wewe mwenyewe unasema hazijatumika. Kwa nini wananchi wachange? Kama mbunge ambaye jukumu lako mojawapo ni kufuatilia na kusimamia mgawanyo wa fedha za miradi ya maendeleo jimboni, Ndiyo. umekuja na mbadala gani sasa baada ya kuwazuia wananchi kuchangia, na wewe ukisema kwamba fedha imekuwa nimesema hivi kwenye wilaya ya Ikungi, mimi na wenzangu wenye msimamo kama wa kwangu, kwenye halmashauri nzima tuko 6, kwenye halmashauri yenye watu yenye madiwani karibu 40. Kwa sababu kura yangu ni sawa na kura ya diwani mwingine yote, kura moja. Kuwa mbunge haina maana kwamba nina uamuzi kuliko mtu mwingine yote, hapana. Kwa hiyo ukijumlisha ya kwangu na ya wale unaoungana nao mkono, tuna kura 6 tu. Sasa tumesema kama mnataka maabara zijengwe, tafadhali tumieni hizi fedha ambazo mnasema kila mwaka hazitumiki. Kama hamtumii hizo, hakuna mwananchi wangu atachangia hata senti 10. Msimamo wako wa wananchi kutuchangia umekuwa ukiutetea kwa hoja kwamba hakuna uwazi juu ya masuala ya kifedha. Kuna wizi, sio hakuna uwazi. Kuna wizi. Hizi hela zinaibiwa. Kwa nini usitumie taaluma yako kama mwanasheria kupambana na huo wizi badala ya kuzuia watu wasichangie? Njia rahisi zaidi ni kuwaamsha watu na kuwaambia lindeni mali zenu, zinaliwa. Nakushukuru sana Mheshimiwa Tundu Lissu, muda wetu naona hauturuhusu kuendelea, lakini swali la mwisho, mapendekezo yako ni yapi sasa? Manake tunataka kuwa na suluhisho la kudumu. Mapendekezo yangu ni rahisi sana. Njia bora ya kuhakikisha hivi vitu vinafanyika, majengo ya shule yanajengwa, pesa ambazo zimetengwa kwa ajili hiyo zifanye kazi hiyo. Basi. Ni mbunge huyo wa jimbo la Singida Mashariki, Mheshimiwa Tundu Lissu. Hoja zake zikatukutanisha na mkurugenzi wa serikali za mitaa, ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa, Bwana Kanisti Luanda. Faraja, ulizungumza naye? Nimezungumza naye kwa njia ya simu, na kwanza alieleza usuli au asili ya michango ya wananchi kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Unajua, dhana ya kuchangia shughuli za maendeleo, historia yake inatokana na msingi wetu wa siasa. Siasa yetu sisi mpaka leo ni siasa ya ujamaa na kujitegemea. Na kwa msingi huo, tangu enzi za baba wa taifa, tulikuwa na mfumo wa wananchi kuchangia katika shughuli za maendeleo. Lakini la pili linatokana na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo inataka kwamba kila mtu mwenye uwezo ashiriki kwenye kazi halali ambayo itamletea kipato na kushiriki vile vile kwenye shughuli za maendeleo. Na kwa hiyo tunaweza tukasema ni jambo la kisheria kwa sababu lipo katika katiba. Hatuna sheria specific ya bunge inayosimamia michango mbalimbali ya maendeleo, ila tunazo sheria za bunge zinazowapa madaraka viongozi mbalimbali kusimamia michango ya maendeleo. Na nafikiri hapo naeleweka vizuri. Ndugu mtangazaji, huwezi kutoka tu nyumbani kwako ukapitisha afu ukasema mchango, watu wakakwambia bwana Faraja wewe achana na sisi. Lakini kuna watu ambao sheria inawataka kwamba watu ambao wanasimamia shughuli za maendeleo. Kuna wakurugenzi wa halmashauri kule, kuna wakuu wa wilaya, kuna wakuu wa mikoa katika ngazi za maeneo, lakini katika ngazi ya kitaifa kuna mawaziri. Anaweza akawaomba kwa utaratibu ambao umewekwa kwa mujibu wa sheria, akawaomba watu wakachangia kwenye ile shughuli ya maendeleo. Naam, tumetembelea mkoa wa Singida, jimbo la Singida Mashariki,
wananchi wa kule wamezuiliwa na kiongozi wao wa kisiasa, kwa maana ya mbunge, kuchangia miradi ya maendeleo ikiwa ni pamoja na ujenzi wa maabara. Kigezo kikubwa ambacho mwanasiasa huyu anachosimamia, kwa kuwa tumezungumza naye, ni kwamba hakuna uwazi katika masuala haya ya fedha, lakini pia pesa inayotengwa na serikali kwa ajili ya miradi ya maendeleo katika maeneo mbalimbali haitumiki ipasavyo. Mimi labda niseme tu, najua mambo fulani yanaweza mtu akaamua kusema au kutenda jambo fulani kutokana na, inawezekana, taarifa finyu alizo nazo, lakini mimi ninachojua, kwanza, fedha za maendeleo ambazo zinatumwa halmashauri hazina mfumo wa kurudi hazina baada ya mwaka wa fedha kuisha. Kwa hiyo napata tabu kujua kwamba kwa nini hizo fedha zilirudi, wakati baada ya mwisho wa mwaka kwa fedha za halmashauri kuna utaratibu ambao wanasema zinakuwa carried forward, inakuwa ni kianzio cha mwaka wa fedha unaofuata. Fedha ambayo inaweza kurudi ni ile fedha ambayo kulikuwa na masharti fulani. Kwa mfano, kulikuwa na baadhi ya miradi ya wafadhili ilikuwa inahitaji counterparty funding, kwa Kiswahili mchango wa upande wa pili ambao mradi ule unatekelezwa. Kwa mfano, wafadhili wanaweza kaleta mradi labda wa kutengeneza mradi fulani, mradi X. Wanasema ili fedha hizi zitumike, lazima wananchi wa eneo hilo wachange labda 25% ya gharama hizo. Kwa hiyo usipochanga, literally zile fedha huwezi kutumia. Lakini mimi niseme tu kwa ujumla, ndugu mtangazaji, kwamba hakuna uhusiano kati ya kusema kwa kuwa hakuna uwazi, kwa hiyo mchanga. Mimi ni muumini wa mahali fulani, naenda kule kanisani kule, haisemi kwamba kwa mfano sasa leo umetoa michango, wakila mnasema na kuanzia leo sasa na sadaka tutoi tena. Wewe kama mwananchi unachotaka, unatimiza wajibu wako, alafu unadimandi haki yako. Unatimiza alafu unadai. Unadai. Yaani kwamba mimi natimiza wajibu wangu kama raia wa Tanzania, nachanga mchango kwa ajili ya maendeleo ya nchi yangu, alafu nadai haki yangu kupata taarifa. Sasa ukisema tu kwamba kwa sababu hampati taarifa basi msichange, kwa Kiswahili kingine unawaambia kwamba kwa sababu hampati taarifa basi muendelee kubaki maskini. Ni mkurugenzi wa serikali za mitaa, ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa, Bwana Karisti Luanda, anatufikisha ukingoni mwa makala hii ya Haba na Haba. Haba na Haba, taifa linazungumza. Wiki iliyopita katika Haba na Haba tuliuliza, je, unajua unapaswa kujiandikisha katika daftari gani na wapi kwa ajili ya uchaguzi wa serikali za mitaa? Na tukakuuliza swali hili pia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii, na tunashukuru sana kwa ujumbe wako msikilizaji. Nikianza na wewe Nixon Sifrorian wa Karagwe, Kagera, Tanzania, unasema mimi hapa nilipo sina habari yoyote kuhusu kujiandikisha kwa ajili ya uchaguzi wa serikali za mitaa. Nasikia tetesi kuwa watatumia daftari la wakazi. Kusema ukweli, huenda nikashindwa kwa sababu sijui lolote. Michael Stefano Mihayo wa Mpanda, Tanzania, unasema na washauri vijana wote ambao hawajajiandikisha wakajiandikishe wote ili uchaguzi ujao washiriki, wasibaki kulalamika kila siku kuhusu utawala ulioko madarakani. Nimalizie na wewe Nola Kinabo kutoka Arusha, Tanzania, unasema baadhi hawazingatii kwa kuwa wanaona haina umuhimu, lakini mimi nawasisitiza wananchi wajitokeze kujiandikisha, kwani uchaguzi wa serikali za mitaa unatupa dira ya uchaguzi mkuu. Tunashukuru sana msikilizaji kwa kututumia ujumbe wako. Wiki ijayo katika Haba na Haba, je, rushwa katika uchaguzi wa serikali za mitaa, nani awajibike? Wangekuwa na wanawake ni waelewa kama wanaume, hiyo rushwa tungeizuia, maana tungekuwa tunakula hela wote, aliyetupa hiyo rushwa alafu tusimchague. Isipokuwa sasa tunajua tena watu wengi, watu wakila lazima mchague aliyefanya nini, waliyemlia kitu chake. Haba na Haba, taifa linazungumza. Asante msikilizaji kwa kuwa nasi katika Haba na Haba, taifa linazungumza. Wadhamini wa kipindi hiki tunawashukuru sana, ambao ni shirika la kimataifa la maendeleo kutoka nchini Uingereza, DFID. Ulikuwa nami Mary Goret Richard na mimi ni Faraja John. Asante sana na kwa heri kwa sasa. Haba na Haba, taifa linazungumza. Pale serikali inapokaa na mwananchi pamoja. Haba na Haba, taifa linazungumza na kujadili malalamiko ya jamii. Haba na Haba, taifa linazungumza.